na ya kwamba tunaanza kumwambia Mungu asante. Neno shukrani liko katika Biblia na linapatikana katika sehemu nyingi sana katika Biblia, na ni neno ambalo unaporudisha shukrani unaomba hata zaidi baraka. Tutaanza taarifa yetu ya kwamba katika Zaburi 118 mstari wa kwanza na wa pili, mwandishi wa Zaburi anatuambia, mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumeona wema wa Mungu sisi ambao tuko hapa siku ya leo, na ndio tumekuja kuungana na hii familia ili tuweze kumshukuru na kumwambia Mungu asante, maana tumeona wema wake. Amekuwa mwema katika maisha yetu, ametusimamia, ametuongoza na akatufikisha mwisho wa mwaka jana, na hata tumeona siku ya pili ya mwaka huu. Kwa hivyo neno shukrani, mshukuruni Mungu kwa kuwa ni mwema. Zaburi 92 mstari wa kwanza na wa pili natuambia kwamba ni neno njema kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni neno njema kumshukuru Mungu. Kwa nini basi tumshukuru Mungu, na tunashukuru Mungu kivipi? Katika somo la kwanza siku ya leo, somo kutoka kitabu cha Hesabu sura ya 6 kuanzia mstari wa 22 hadi 27, Mungu mwenyewe anaambia Musa vile ambavyo atamuagiza Haruni na wanawe watakavyobariki. Na hizo baraka tatu ambazo Mungu ametangaza siku ya leo nitaweza kutangazia ndugu yetu na familia mwisho wa mahubiri haya. Tunapoendelea kuchambua na kuangalia neno shukrani, tunaona ya kwamba katika maisha yetu Mungu hutendea mambo makubwa. Jambo la kwanza ni ya kwamba ametupa uhai, na ni lazima tumshukuru. Ametupa uhai wa bure. Wengi wetu labda ambao tuko hapa huenda hatujui, kuna baadhi ya watu vile sisi tunavyosherekea, labda wao ni wagonjwa. Kwa hivyo una sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu wewe ni mzima. Na hata yule ambaye yuko hospitali, sio ya kwamba sisi ni bora, sio sisi ya kwamba sisi ni wema, lakini tunahitaji kumshukuru Mungu kwa sababu ni jambo jema kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeambiwa taarifa kutoka Injili ya Luka sura ya 17, wenye ukoma 10 ambao Yesu aliwatakaza. Hao wenye ukoma 10 walipoona wametakasika, mmoja alirudi kwa Yesu akajitupa chini mbele ya miguu ya Yesu huku akimshukuru. Maana tunaenda mbele ya Mungu na kumshukuru kwa sababu yote ambayo tumetenda au ametutendea ni mambo makuu, na inabidi tumshukuru. Zaburi 126 mstari wa 3, Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Labda wengine wanaweza kusema nitamshukuru Mungu kwa sababu niko na nini? Unamshukuru Mungu kwa sababu tu ya uhai ambao amekupa, kwa sababu hiyo ndiyo zawadi kubwa ambayo kila mtu anatafuta. Wengine wanaweza kuwa na pesa, wengine tunaweza kuwa na magari, wengine tunaweza kuwa na nyumba, mashamba na mali ya dunia, lakini kama hauna uhai, hayo mambo yote ni bure. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi na ametupa uhai wa bure, hatujalipa chochote. Siku ya leo tunapokuwa hapa kwa hii familia, tungependa tujiunge na ndugu yetu na familia kumwambia Mungu asante. Ni nani waliorudisha shukrani kwa Mungu na wakabarikiwa zaidi? Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 4, Abrahamu alimrudishia Mungu shukrani, na hata alitoa fungu lake la 10 kumwambia Mungu asante kwa kuweza kumpa baraka. Na alipofanya hivyo, Mungu alimbariki hata zaidi. Katika kitabu hicho cha Mwanzo, Mungu aliambia Abrahamu, nitafanya jina lako kuwa kubwa,
kwa sababu ya shukrani ambazo umetoa, kwa sababu umetii ukaweza kunishukuru, umeweza kutii na ukafuata maagizo. Mungu akamwambia Abrahamu, nitafanya uzao wako uwe mkubwa. Ndio wale ambao wanasoma Biblia, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Huyo ndiyo Mungu ambaye aliambia Abrahamu, nitafanya uzao wako kuwa mkubwa. Na hata sisi ambao tuko hapa ni uzao wa Abrahamu. Jambo la tatu, Mungu akaambia Abrahamu ya kwamba yeyote atakaye kubariki nitambariki. Tunapokuja hapa siku ya leo, unapobariki watu na wewe pia unabarikiwa. Sasa ndugu yetu Lunani, ujue vile umetubariki kwa kutuita mahali hapa, hawezi kwenda bure, kwa sababu baraka za Mungu zitakushukia. Umebariki watu na wewe pia Mungu atakubariki. Jambo la nne, Mungu akaambia Abrahamu, yeyote atakaye kulaani nitamlaani mimi. Hiyo ni maana tosha ya kwamba Mungu anatupigania tunapomshukuru katika maisha yetu. Mungu anatuongoza tunapomshukuru katika maisha yetu. Mungu anatuongoza na kutupigania kila wakati katika maisha yetu. Na ndio sababu Mungu akaambia Abrahamu, nitakuwa kinga yako. Ni kitabu gani? Ni kitabu cha nabii Yeremia sura ya 54 mstari wa 17. Hakuna, Mungu anatangaza kupitia kwa nabii Yeremia ya kwamba hakuna silaha yoyote iliyotengenezwa juu yako itakayofaulu. Unapofanya Mungu kuwa tegemeo, kimbilio lako mwaka unapoanza, Mungu anakuwa wa kukupigania katika maisha. Watu wanaweza kujaribu maisha yako ya kwamba waone ya kwamba hautafaulu, lakini Mungu akiwa upande wako. Mtakatifu Paulo anatuambia katika barua yake kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 31 hadi na 7, Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa kinyume chetu? Mungu akiwa upande wako Kelvin na familia, nani atakuwa kinyume chako? Mungu akiwa upande wako wewe ambaye uko hapa na familia yako, nani atakuwa kinyume chako? Hakuna. Maana Paulo anasema kwa yote sisi sio tu washindi, bali ni zaidi ya washindi. Tunahama katika kitabu ama barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi, tunaenda katika kitabu cha Yoshua sura ya 24 mstari wa 15. Naye Yoshua akasema, kama tunamshukuru Mungu, basi mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Unapomtumikia Mungu, nini inafanyika? Kwa kumtolea shukrani. Mambo ambayo yanafanyika ni haya. Taarifa ambayo tunapata katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 mstari wa 1 hadi wa 5. Unapomshukuru Mungu, Mungu anakuwa upande wako, na anasema ya kwamba hata ukipita katika mafuriko, ukipita katika mito, ukipita katika maji, hayatakumeza na moto hautakunguza, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko upande wako. Mwaka uliopita wa 2025 labda haujakuwa mwema kwa maisha yako na mimi, lakini Mungu anatuhakikishia ya kwamba tunapoanza mwaka huu, tunapomshukuru na tuanze na yeye. Kwa nini tuanze na yeye? Ni kwa sababu yeye ndiyo mwanzo na mwisho wa maisha yetu. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 8. Mungu ndiye alfa na omega wa maisha. Niko na uhakika ya kwamba sisi wote ambao tumekuja hapa tuna sababu ya kumshukuru Mungu na kumwambia asante, kwa sababu Mungu amekuwa upande wako, Mungu amekuwa upande wangu, na hivyo basi hatuna budi ila kumshukuru. Ndugu yetu Kelvin ameweka tu sherehe hii, lakini sisi wote tuna jambo ambalo tunamshukuru Mungu kwalo. Kuna jambo ambalo unamwambia Mungu asante. Ukiwa hapa na wewe ni baba, una sababu ya kumshukuru mama, kwa sababu yeye hushughulika kila siku. Usiwe ule mzee ambaye mama akishapika unamwambia ilikuwa jukumu lako. Hapana. Sema asante mama, watoto na chakula kilikuwa kitamu. Na hapo unalamba sana. Yaani kumaanisha ya kwamba huyo mama alifanya kazi za ziada. Ukitembea tu ukienda, inaonyesha ya kwamba hauna shukurani. Anza kushukuru watu ambao Mungu ameleta katika maisha. Unaposhukuru huyo mama ambaye uko hapa, pia unapokutana na mzee, nilikuwa nawaambia juzi ya kwamba unapokutana na mzee, mwambie ya kwamba asante kwa kunioa, kwa sababu ilibidi utafute mtu wa kukuoa. Ulibidi utafute mtu ambaye utaishi na yeye. Bure watu wangekucheka. Sasa shukuru huyo mzee kwa sababu amebeba gharama kubwa.
amebeba gharama kubwa, kwa sababu amekuoa, amekutolea aibu katika maisha. Usiseme tu ya kwamba niliolewa kwa mume gani, mume huyu wangu ni mfupi, mume wangu huyu ni mweusi. Huyo ndiye alikutoa katika usichana. Sasa lazima umshukuru kabisa katika maisha. Kelvin, geukia mke wako na kumwambia asante mama watoto, kwa sababu huyo ndiye Mungu amekupa na huyo ndiye amekufanya unang'ara vile ulivyo siku ya leo. Sasa unaona kama wamama wanapofanya hiyo kazi, mzee lazima ushukuru. Mzee lazima waambie Mungu asante kila siku. Ukiamka asubuhi, jambo la kwanza ambia mke wako, ambia mume wako, na kushukuru kwa kuja kuishi na mimi nikakuoa, na kushukuru kwa kuja hapa tukaoana. Maana yake ni baraka kwa watu wawili kuishi pamoja. Kitabu cha Mwanzo kinasema, na mzee ataacha wazazi wake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa kitu kimoja. Nyinyi ambao mmekuja hapa siku ya leo, tunaposhukuru Mungu, tunapojiunga na ndugu yetu Kelvin, ni jambo jema kumshukuru Mungu. Kuna watu ambao Mungu analeta kwa maisha yetu ili tutembee nao. Mwaka huu I would like you to pray for what we call divine connectors, wale ambao Mungu anaconnect nao, kwa sababu hatuwezi kuishi kama an island. Mungu anaconnect maisha yako. It is called networking katika maisha. Ukiishi tu peke yako hawezi kufaulu sana katika maisha. Waingereza wanasema ukitaka kwenda mbali tembea na wenzako, lakini ukitaka kwenda haraka tembea peke yako. Maana yake nini? Maana yake lazima tutembee na wale ambao Mungu ametupa. Tunaposhika maandiko, Mungu anatubariki. Tunatoka katika hicho kitabu, tunarudi katika Injili ya Luka sura ya 17. Huyu ndugu yetu anatufundisha ya kwamba shukuru Mungu kwa jambo ambalo ametenda, hata likiwa dogo katika maisha. Usiseme nimevuka mwaka lakini sina hiki. Usiseme nimevuka mwaka lakini sina hiki. Kuna watu ambao hawajavuka mwaka. Kuna watu ambao hawajaona mwaka mpya. Kwa hivyo wewe shukuru Mungu kwa sababu umeweza kubarikiwa na kipaji cha maisha, umeweza kubarikiwa na njia ambazo wengine hawajaweza kupata. Jambo lingine ni ya kwamba tukiangalia katika Biblia tunaona ya kwamba tunaposhukuru Mungu, kumbe Mungu anatuongezea baraka zake. Tunaposhukuru Mungu, kumbe Mungu anatuinua zaidi. Hiyo inapatikana wapi? Hiyo inapatikana katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Tunapoenda kuomba, Yesu Kristo anaambia wafuasi wake, ombeni nanyi mtapewa, bisheni na mlango utafunguliwa, tafuteni nanyi mtapata. Tunapobisha kwa Mwenyezi Mungu na kumshukuru, anatufungulia milango zaidi. Sasa huu mwaka unapoanza, I want to claim and declare katika ibada hii ya misa kwa ndugu yetu Lunani na familia, ya kwamba Mungu ajibu maombi yako ambayo unaomba katika hii misa. Unaposhiriki ibada hii ya shukrani, maono yako, matamanio ya moyo wako unapoomba katika ibada hii ya misa, Mungu mwenyewe angalie katika hazina yake na kukubariki. Atakubariki namna gani? Sikia taarifa ndugu Lunani na familia na watu ambao wako hapa. Mungu atakubariki hivi. Katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya ngapi hiyo? Sura ya 29 mstari wa 11. Mungu anatangaza kwa kusema nini? I have good plans for you, plans to prosper you and give you a future and a hope. Manake nini? Manake Mungu hutupangia mipango mizuri, hata watu wasipotakia mema, Mungu anatakia mema. Usidweli sana kwa wale ambao hawakutakii mema, kwa sababu katika haya maisha sio kila mtu atafurahi ukibarikiwa. Sio kila mtu atafurahi Mungu akikuinua. Sio kila mtu atafurahi Mungu anapokupa cheo katika maisha. Sasa wewe dumu katika Mwenyezi Mungu na kusema ya kwamba Mungu ana mipango mizuri na maisha yangu. Vile mtu mmoja aliimba akisema, God has the final say over my life. Jana nilikuwa naambia watu usishughulike sana na watu ambao wanaongea juu yako. Shughulika sana na mambo ambayo Mungu anaongea juu ya maisha yako. Wacha wale ambao wanaongea mchana waongee usiku watalala. Lakini wewe kuwa na imani kwa Mungu, kwa sababu mpango ambayo Mungu ako nao katika maisha yako hakuna binadamu atakaye ubadilisha. Wanaweza tu kuchelewesha, lakini wakati wa Mungu ukifika, ni nabii Isaya sura ya 60 mstari wa 22, and when the time is right it will happen. When the time is right, ndugu yangu Kelvin Lunani, it will happen. When the time is right, Mungu atatenda katika maisha ya familia yako. Wakati unapofika, Mungu atakuinua katika maisha ya nyumba yako. Wakati unapofika, Mungu atainua katika boma lako.
Wakati unapofika, Mungu atainua katika nyumba yako, hata watu wapinge, hata watu waende wapi katika maisha. Nimeambia watu ya kwamba unapotegemea Mungu katika maisha, hapo ndio kunatokea baraka. Baraka zinatokana namna gani? Baraka zinatokana ya kwamba Mungu ana mipango mizuri katika maisha yetu. Mungu ana mipango mizuri katika familia zetu. Sikia taarifa ambayo inapatikana katika kitabu cha Yoshua 24:15, mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana. Unapomtumikia Mungu na nyumba yako, kama Lunani hapa amejitolea, yeye ni mwana CMA, amejitolea, mama ni mwana CWA. Ndio naona wana CMA na CWA, angalia cheo ambacho binadamu amempa, anaangalia ukuu wa Mungu katika maisha. Mwaka huu unapoanza, usiangalie cheo cha binadamu, angalia ukuu wa Mungu ambao amekupa katika maisha. Ananyenyekea na kurudi kama huyu mwenye ukoma mmoja na kusema, Mungu, mimi siangalii kile ambacho binadamu amenipa, bali naangalia mahali ambapo umenifikisha katika maisha. Wakati ambapo macho yako yanaanza kuangalia vitu vya dunia, umepotea. Wakati macho yako yanaanza kuangalia watu, umepotea. Mwangalie Mungu mwaka huu unapoanza. Mtazamie Mungu katika maisha yako mwaka huu unapoanza. Get people to connect you, but usipoteze mtazamo wako kwa kuangalia binadamu, bali angalia Mungu katika maisha yako. Mimi nimepata kujifunza kwa huyu ndugu yetu Lunani ya kwamba is a very humble guy. Yaani huko Bwalira alituinua mpaka watu wakafunga ndoa bila kulipa hata senti. Yaani yeye inamaanisha nini? Investing in God. Investing in God katika maisha yako ni kitu cha muhimu sana katika maisha. Unapokula pia kumbuka Mungu. Yaani inamaanisha nini? Unapokuwa hauna, Mungu atakukumbuka. Yaani katika maisha yako usiwe mtu ambaye kila siku unasema sina. Yaani hiyo siku imepea sifa parokia ya Bwaliro mpaka leo tukitembea tunajivuna kwa sababu ya huyu ndugu yetu Lunani. Ndio sisi tumesema tutaacha kila kitu kama parokia Bwaliro. Tutakuja hapa na kukuimbia, tutakuja hapa kukuombea, na tutakuja hapa kutangaza baraka za Mungu mwaka unapoanza. Vile wewe pia ulikuja kule kwetu ukatuinua katika maisha yetu na parokia. Ndio siku ya leo tunataka kutangaza katika somo la kwanza ya kwamba katika maisha yako Lunani na familia, Bwana akubariki na kukulinda. Katika huu mwaka unaoanza, Bwana abariki njia zako. Bwana abariki maisha yako. Bwana abariki nyumba yako na familia. Bwana abariki kazi ya mikono yako. Bwana akulinde dhidi ya maadui wote ambao wangependa kukuvizia katika maisha. Unapotembea kule nje, Mungu atembee na wewe katika maisha yako. Pia wewe ambaye umekuja hapa, Mungu akulinda, akubariki. Kuna mambo ambayo watu walijua hautapata mwaka unapoisha, lakini Mungu mwenyewe ametenda. Ndio sababu uko mzima, hata wale hawakutaka uwe mzima, Mungu alitaka uwe mzima, na hiyo inatosha. Sasa Mungu akubariki ndugu yetu Lunani na kukulinda kabisa katika maazimio na nia zako ambazo Mungu atakujalia katika maisha. Tunapomshukuru siku ya leo ya kwamba utakuwa mtu ambaye nini? Utakuwa mtu ambaye anainua wetu wengine. Utakuwa mtu ambaye akutana na wale wasiojiweza anawainua katika maisha. Ukitaka kubarikiwa katika maisha yako, Mungu akikuinua, inua wengine. Usiwe mchoyo. Kuna wale ambao Mungu ameinua na wamekuwa wachoyo, wamesema it is me, myself, my wife and my children. Inua watu wengine kama Mungu amekuinua. Kama uko hapo unasikia hii taarifa, inua watu wengine ili Mungu atukuzwe katika maisha. Mungu anapokubariki, wewe pia bariki watu wengine, kwa sababu Mungu hutubariki na sisi pia tubariki wengine. Sasa pongezi kwako ndugu Lunani, siku ya leo tumefurahi kabisa kuwa hapa na tunakuombea hizo baraka. Baraka ya pili, Bwana akuangazie nuru ya uso wake, akufadhili, wacha akufungulie njia ya pesa, sisi pia tupate hizo pesa katika maisha. Ufunguliwe kabisa hiyo njia ya pesa ambayo Mungu anataka upate katika maisha yako. Ukikuja kanisani unainua kanisa la Mungu. Ukitana na wale wasiojiweza, mayatima, wajane, wazee, unawainua, unawachoma kitu. Kama leo najua tutatoka hapa kama tumechoma kitu. Hiyo taarifa ambayo pia inatumika. Sasa siku ya leo mambo ni shwari kabisa. Tutakula hapa tushibe, tutatoka hapa tena, tutaingia magari tukienda, na hatutaenda bure. Lunani, sikia hiyo taarifa.
Miradi ya kwamba siku ya leo tumekuja hapa kwa sherehe, tumeleta baraka kwa boma. Sasa Mungu akuinue katika maisha, na mwisho Mungu anasema Bwana akupe amani. Anapokupa vitu vyote asahau kupa amani, kwa sababu bila amani hakuna kitu ambacho utafanya. Sasa hata watu ambao wamekuja hapa, Bwana awape amani katika maisha na familia. Mwaka huu uwe wa neema na baraka katika maisha, na Mungu awabariki. Nimemaliza taarifa.